Ripoti mwanafunzi. Aina 6 za hadithi au njia 6 tofauti za kuonyesha mtu anavyobadilika. Wacha nikuvunjie vipande bila maneno ya chuo kikuu. Kila aina ya hadithi ina lenzi yake maalumu ya kuangalia mabadiliko ya mtu. Aina ya kwanza, myth au hadithi za Mungu. Inaangalia mabadiliko gani? Myth au hadithi za Mungu zinaangalia mabadiliko makubwa kabisa kutoka kuzaliwa na kufa, kutoka mnyama na Mungu. Mfano wa hadithi za Mungu ama myth kwa lugha rahisi ni hadithi ya simba, mtoto mnyonge aliyekimbia na mfalme aliyerudi kutawala. Aina ya pili, michezo ya jukwaani au plays. Aina ya pili, plays au michezo ya jukwaani. Michezo ya jukwaani inaangalia mabadiliko sekunde moja ya uamuzi. Nifanye nini sasa hivi? Mfano wa michezo ya jukwaani au plays, Juma anashikilia fuvu na kuuliza, kuwa au kutokuwa? Aina ya tatu, filmi au filamu. Filamu inaangalia mabadiliko madogo lakini makali. Lengo dogo, juhudi kubwa. Kwa mfano, John Wick anataka kulipiza kisasi kwa sababu ya mbwa mmoja tu, lakini anabomoa mji mzima. Aina ya 4, short stories au hadithi fupi. Hadithi fupi ama short stories zinaangalia mabadiliko kwa maarifa moja muhimu. Matukio machache sawasawa na aha, nimeelewa. Mfano wa mabadiliko yanayopatikana kwa short stories ni mtu maskini anashinda bahati nasibu, halafu anagundua pesa hazileti furaha. Aina ya 5, serious novels au riwaya nzito. Riwaya nzito au serious novels zinaangalia mabadiliko ndani ya jamii nzima na ndani ya kichwa cha mhusika. Mfano wa serious novel, Things Fall Apart. Okonko anapambana na utamaduni, familia na akili yake. Aina ya 6, TV drama au michezo ya TV. Michezo ya TV au TV drama inaangalia mabadiliko la kundi la watu wakibadilika pamoja, kama mji mdogo. Mfano wa TV drama au michezo ya TV ni Money Heist. Tokyo, Berlin, Nairobi. Kila mtu ana vita yake ya ndani wakati wanapora. Lengo la hadithi zote si burudani, ni ukomavu. Kilele cha hadithi ni sawasawa sekunde ya mabadiliko au the impact. Hapo ndipo mhusika anapovunja minyororo mitatu. 1, tabia mbaya. 2, udhaifu. 3, mashetani au ghosties. Halafu anazaliwa upya kuwa nusu yake bora zaidi, kisaikolojia na kimaadili. Kwa nini watu wanapenda hadithi? Kwa sababu ndani yetu sote tunataka kuamini mimi ninaweza kuwa mtu bora zaidi. Hadithi inatuuzia matumaini hayo. Ulimwengu wa hadithi dhidi ya ulimwengu halisi. Hadithi hazikuonyeshi ulimwengu halisi. Hadithi zinakuonyesha ulimwengu wa hadithi. Tofauti ikoje? Ulimwengu halisi, maisha ni machafuko, polepole, boring 90% ya muda. Lakini ulimwengu wa hadithi, maisha yamebanwa na kupambwa, kila dakika ina maana. Katika ulimwengu halisi, huwezi kujifunza kitu kwa miaka 10, lakini katika ulimwengu wa hadithi, mhusika anajifunza somo kubwa ndani ya masaa 2. Katika ulimwengu wa halisi, hakuna mshangao. Lakini katika ulimwengu wa hadithi, kila kitu kina sababu. Msimulizi anachukua maisha halisi, anayafinya kama limao, anatoa juisi yake muhimu tu, halafu anakupa wewe unywe. Lengo, uinywe juisi hiyo ili uelewe maisha yako halisi vizuri zaidi. Hitimisho kwako kamanda. Chagua lenzi yako. Unaandika myth,
filamu au riwaya, kila moja ina ukubwa. Tofauti ni mabadiliko tu. Pili, lenga sekunde ya mabadiliko. Sio mapigano 100. Ni sekunde moja mhusika anapoamua kuvunja zamani zake. Tatu, kumbuka, huandiki CCTV ya maisha. Unaandika maisha yaliyopambwa ili mtu apate maarifa. Ripoti imekabidhiwa.